A'udhu billahi sami'in alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani, ama leo nataka nikupe faida ya suratul mulk liramadi, shifau liramadi, tiba ya kutibia tatizo la ramadi. Yani mtu macho yake yameanza kuona ukungu, giza linaanza kutandatanda, yani haelewi shida ni nini, chanzo ni nini, na pengine akienda hospitalini anaambiwa wewe, mbona macho yako mazima? Yani kapimwa vipimo macho yake, anaambiwa macho yake mazima, lakini bado ukungu anauona, kama viweruweru vinapita na kadhalika. Mimi nataka nikuachie faida hii, lakini pia nikwambia kwamba faida hii ya tiba ya macho kwa mambo ya kichawi, mambo ya majini, kwa kutumia suratul mulki ni tiba mujarabu sana. Sisi tunaifanya ndani ya nyumba ya tiba na dua. Kama utapendezwa na hili ninalolisema, na wewe ni muhanga wa tatizo la macho katika hali ya namna hiyo, na kukaribisha sasa, na nichukue fursa hii kuwakaribisheni wote mnasumbuliwa na macho, macho ya kichawi, macho ya kishetani. Njoo ndani ya nyumba ya tiba na dua na Sheikh Khamis Suleimani, tutakutibia na utarudia katika hali nzuri kwa idhini yake Rahmani. Sisi tunazo tiba nyingi za aina tofauti katika hali ya utendaji kwa mgonjwa wa macho, tena macho ambayo ni ya kichawi, macho ambayo yani yametengenezewa chawi, mtu akaanza kupata upofu au shetani limemkalia katika macho yake na anaanza kuona upofu. Yeye macho yake ni mazima, lakini ni kile tu kilichotangulia mbele yake ndicho kinachofanya ajione kwamba macho yake ni mabovu katika hali ya namna hiyo. Kumbuka haya yaliyopo hapa nje, kwa lugha ya Kiarabu yanaitwa ainu, yanaitwa ainu, macho. Lakini kuna kitu kwa lugha ya Kiarabu inaitwa basaru. Basaru nayo ni jicho, ambayo hilo jicho sasa sio hili tena, lenyewe ni la huku ndani, ambalo hili ndilo hata Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala kalisemea katika Qur'ani kwamba atakuja kuliuliza, atakuja kuliuliza, kama jinsi Mwenyezi Mungu anasema wala taqifu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Unaona maneno hayo? Kumbe moyo, macho, masikio, Allah atayauliza kwa kila mmoja wetu, viungo hivyo ataviuliza. Lakini sasa macho yenyewe Mungu atakayouliza si haya, bali ni hayo ya ndani yenye kuona, ndio yenye kuona. Hili ni kama lenzi tu inayokusanya makorokoro yote yanayoonwa na macho. Umeona miti, majani, mabati, kuta, nyumba, sijui magari, mapikipiki, sijui vitu gani, yote yameonwa yakapelekwa. Ila kile ambacho kinachokusudiwa kuonwa ndio jicho hili linafasiri kwamba nimemuona fulani, ingawa pale ulivyomuona fulani kuna makorokoro mengi nayo pia yalionwa na yakaletwa huku, lakini hili ndio likachambua kwamba kile ulichokusudia kukiona ni kiko hivi, kiko vile, kiko vile. Hiyo ndio Allah Tabaraka wa Taala. Unanielewa vizuri? Sasa lile lishetani
au ule uchawi unakuja kukaa kwenye hili jicho la hapa. Hili jicho la nje ndilo litakuwa linaona ule ukungu, linakusanya lile giza lililotanda kwa sababu ya ule uchawi au mashetani yale. Kwa hiyo likipeleka taarifa huku ndani, lile jicho huku linaona ni giza tupu. Sasa kwamba mbona umeletea giza tupu, sioni unachokiona. Ndipo pale mwanadamu anasema mimi sioni tena, macho yangu yamepofoka, mimi si nani. Kumbe ni uchawi, kumbe ni mashetani. Kwa hiyo nasema tunazo dawa nyingi sana na tiba nyingi na dua nyingi ndani ya nyumba ya tiba na dua. Maana napenda kukutambulisha pia kwamba huduma hiyo sisi tunayo. Karibu kama na wewe ni muhanga wa tatizo hilo. Mawasiliano yetu yanapita hapo, utaweza kuwasiliana nasi. Lakini kwa leo tu nataka nikuachie faida moja ambayo sisi nyumba ya tiba na dua tunalifanya, na wewe pia unaweza kufanya kama itakupendeza. Unaweza, huwezi, basi karibu nyumba ya tiba na dua tutakufanyia. Tunasema hivi, mtu atakapoweza kuwa anamsomea mgonjwa wake Suratul Mulki kwa muda wa siku 3, kwa muda wa siku 3, asubuhi ukaifanya Suratul Mulki kwa mgonjwa wako mara 3, mchana ukaifanya Suratul Mulki mara 3, jioni ukaifanya Suratul Mulki mara 3. Kwa hiyo kutwa mara 3 kwa muda wa siku 3 inatibia na kuondosha tatizo la upofu wa kishirikina katika macho ya mtu. Ichukue hiyo. Huwezi, njoo ndani ya nyumba ya tiba na dua na kualika sasa. Kama na wewe umeipenda hii tiba tunaitibia ndani ya nyumba ya tiba na dua, na ukaribisha, njoo na wewe upate. Njoo tukae chini, njoo tukae kwenye msala wetu, tunungunike mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa utaratibu wa kielimu, kwa utaratibu wa mashekhe namna walivyotuelekeza. Wallahi nakwambia hii tumeshakusha kuifanya mara kwa mara kwa idhini yake Rahmani. Na sasa tupo tayari kukusaidia. Wewe unapatikana wapi? Wewe unaugulia ukiwa wapi? Wewe unaumia na hali hiyo ukiwa eneo gani? Sisi tuko Dar es Salaam. Wewe upo wapi? Mawasiliano yangu yako hapo. Wasiliana nami Sheikh Khamis Suleimani na nyumba ya tiba na dua, na tutaweza kukuhudumia kwa idhini yake Rahmani, na utarudisha uono wako uliokuwa ni mzuri. Kama mzee Yakubu, mzee Yakubu ambaye ni baba yake Mtume Yusufu alayhi salam. Mzee Yakubu ni baba wa Mtume Yusufu alayhi salam, ambaye huyu Mtume Yusufu kamponyesha baba yake upofu. Kamponyesha baba yake upofu kwa kutumia kanzu yake, kwa kutumia kanzu tu kama hii hapa. Aliwaambia, ndugu zangu, chukueni hii kanzu yangu, mkifika kwa baba yangu mtupieni hiyo kanzu yangu katika uso wake, na hapo atarejea kuona. Kanzu ikaweza kumtibia mzee Yakubu. Vipi Suratul Mulki ishindwe kumtibia mtu mwenye upofu? Na zipo taratibu zingine nyingi sana ndani ya nyumba ya tiba na dua. Wewe ukifika ndani ya nyumba ya tiba na dua utajionea namna gani taratibu namna zilivyo. Inshallah mimi nikukaribishe sasa. Karibu nikusaidie, karibu nikutibie, karibu nikuhudumie, na Mwenyezi Mungu atakuponya kwa idhini yake Rahmani inshallah. Kabla sijakuaga, nikwambie hapo chini ya video hii kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Yabonyeze maandishi hayo mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo tena ibonyeze mara moja. Hiyo itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwaona familia wa channel yetu ipendwa kwa idhini yake Rahmani. Seme dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.